Fikiria mchepuko wako unamtumia message mke wako ya kwamba yeye ni mjamzito. Yes, ni story ya mshikaji wetu Mwankyuse kutoka Mbeya, ambapo yeye anatusimulia kilichomkuta siku kadhaa zilizopita juu ya mchepuko wake kumtumia message mke wake na kujitambulisha kwamba yeye ni mjamzito, wakati yeye mwenyewe akiwa bado hajapewa taarifa. Baadaye alipotoka nyumbani, ugomvi mkubwa, vurugu nyumbani. Kumbuka wakati huo Mwankyuse alikuwa tayari amezaa na mke wake watoto wawili. Akaenda kukutana ule mchepuko wake akiwa na ghadhabu na hasira, akimwambia kwa nini umefanya hivi? Sheria ya kwanza kama unavyojua ya mchepuko, cha kwanza unataka kumheshimu mke. Jamaa alimaindi, alikasirika na aliumia na alifikia maamuzi ya kuachana na ule mchepuko kabisa. Lakini baadaye, baada ya miaka mingi, miaka kama 2 hivi kupita, kagundua ule mchepuko ulikuwa umejifungua mtoto wa kiume. Na baadaye jamaa akaanza kuhudumia mtoto wake kwa sababu ni mwanawe na alikuwa akikidhi mahitaji yote ya yule mtoto. So siku hiyo alikuwa anawashwa sana sehemu zake za siri, anapata mwasho mara kwa mara. Jamaa akabidi ndio hospitali kupima, na daktari akamwambia issue ni serious kidogo, naomba tuangalie mfumo wako wote wa uzazi wa mwanaume. Kwa baada ya vipimo kukamilika, majibu ya daktari alikuja kwamba jamaa hana uwezo wa kuzalisha. Lakini tu sio hana uwezo wa kuzalisha, kwenye maisha yake yote tangu amezaliwa hajawahi kuwa na uwezo wa kuzalisha kwa mwanamke. Yani sio sasa hivi, sio tatizo la sasa hivi, bali tatizo ambalo amezaliwa nalo. Kwa hiyo kwenye maisha yake yote hakuwahi kuwa na uwezo wa kuzalisha. Hayo ndio majibu ya daktari. Wakati huo Mwankyuse kwa mke wake na watoto wawili, kwa mchepuko na mtoto mmoja, anauliza afanyeje, achukue maamuzi gani? Tukutane kwenye comment.